Tegea 001 FM Uketu Numba. Ni saa 10 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Popote ulipo, hujambo na karibu kwenye taarifa za habari, na hii ni station nambari 1 kote nchini 001 FM. Mimi naitwa David Chitavi. 001 FM Uketu Numba. Seneta wa Kericho Aaron Cherotich amemshambulia vikali aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, huku akimtahadharisha kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka asijihusishe naye katika kisiasa. Katika kauli iliyozua gumzo mitandaoni, Cherotich alisema kuwa Kalonzo achunge sana huyo jamaa wa suti. Kombo alimrejelea Gachagua kwa maneno ya kudharau, akidai kuwa ni mtu hatari kisiasa na asiaminika. Cherotich ambaye ni mshiriki wa karibu na Rais William Ruto alionekana kuashiria kuwa Gachagua anatumia mbinu za mchanganyiko ndani ya muungano wa Kenya Kwanza na pia kujaribu kuvuruga upinzani kwa kuwatongoza viongozi wa Kalonzo Musyoka. 001 FM Uketu Numba. Kikao cha ushirikishwaji wa umma kilichofanyika katika chuo kikuu cha Machakos, wakazi wa eneo hilo walielezea wasiwasi wao kuhusu masuala ya faragha na usalama wa taarifa iwapo mswada utapitishwa kuwa sheria. Akizungumza mbele ya maafisa wa serikali wa wasilishi wa kamati ya bunge, wakazi hao walihofia kuwa utekelezaji wa mswada huo unaweza kuwapelekea kukiukwaji wa haki za kibinafsi, hasa zikizingatiwa kuwa mifumo mingi ya kiteknolojia bado haijaimarishwa kwa kutosha kulinda taarifa za wananchi. Ilikuwa ready kutoa maoni yangu kila wakati. Mimi naulizia public participation zote za serikali kwanza ndio huwa nataka sana. Tafadhali kwenda nyumbani, alafu kikao tu wafanye venye wanataka. Manake kama ni saa 4, saa 4 saa 7, wananchi watakaa hapa bure. Hao watu hawezi kaa hapa bure. Kama ni National Assembly imemaanisha saa 4, saa 4 ikuwe saa 4. Tunaonanga saa zile wako na vikao huko bungeni. Ikianza saa 3:30 wanga wamejaa pale. Ikianza saa 8:30 tuanga tumeona pale. Lakini hizi vikao vya kuchukua maoni ya wananchi, they don't take them serious. And this is something that is actually shows these people, the legislators that we are having, don't like or don't have the spirit of public participation at heart. Ndio uliona last year walienda wakapuuza maoni ambao walikuwa wamechukulia wananchi, wakapuuza na wakapitisha vitu ambazo walikuwa wao wenyewe wanavitaka. 001 FM Uketu Numba. Katika hafla iliyofana na kuhudhuriwa na wadau mbalimbali wa mazingira, mgeni rasmi katibu wa baraza la mawaziri na mazingira Daktari Deborah Baraza alielezea kwa kina umuhimu wa dhana ya wajibu wa matayarishaji ulioongozwa na Extended Producer Responsibility EPR. Daktari Baraza alisisitiza kuwa EPR ni nyenzo muhimu katika kuhakikisha kuwa watayarishaji wa bidhaa wanawajibika kwa bidhaa zao katika kila hatua ya maisha ya bidhaa hizo, kuanzia uzalishaji hadi utupaji. Alielezea kuwa kupitia utekelezaji madhubuti wa sera za EPR, changamoto taka ngumu, hasa taka za plastiki, zinaweza kudhibitiwa kwa ufanisi mkubwa. Watengenezaji au watayarishaji wa bidhaa, hii machupa tunaona kila mahali. Wakati mwingine wanasifu, wanasema kweli tumeunda tukauza soda zaidi ya 10,000, 1,000, 1,100. Lakini mimi swali moja nauliza, baada ya mwaka moja hiyo uchafu inaenda wapi? Inajaa kwa mazingira yetu. Ni jukumu letu sisi kulinda mazingira, lakini hao watengenezaji, hao watayarishaji wa hii bidhaa, masoda, madaipa, hiyo mapads, mikate, hiyo makaratasi ya mikate, ni jukumu yao, na hiyo ingine hata kompyuta na masimu, na hiyo bidhaa yote wahakikishe imetoka kwa mazingira na imeenda through recycling. And I want to give you three solutions that we are giving as young people. As young people, we believe one of the most effective ways to tackle plastic pollution is by reusing and repurposing the waste. 001 FM Uketu Numba. Naibu wa Rais Kithure Kindiki
amewasihi wakazi wa Ukambani kutojihusisha katika siasa za chuki na malumbano zisizo na faida yoyote kwao. Amesema kuwa siasa si mashindano ya uongozi tu, si vita ambavyo kila mwanasiasa huuza sera zake kwa wananchi na kuacha wananchi wenyewe waamue. Amewarai wananchi kuheshimiana, huku akikashifu viongozi ambao wamekuwa wakisambaza matusi kwa viongozi wengine wa wananchi. Naibu Rais Kithure Kindiki pia amewapa onyo kwa serikali haitaruhusu siasa mbovu kuvuruga amani ya wananchi, kuwa serikali itafanya juhudi zote kuhakikisha kuwa nchi ya Kenya ina amani na utulivu. 001 FM Ukekimba. Kwengineko, gavana wa Siaya James Orengo amepongeza uongozi wa Rais William Ruto kwa ajili ya mfumo wa afya Social Health Authority almaarufu SHA, ambao umekuwa nguzo muhimu katika kuongeza ushuru katika kaunti. Alisema kuwa katika vituo 175 vilivyoko Siaya ameviandikisha kwa vituo vya afya 163, akiongeza kuwa watu 1335 wamejiandikisha kwenye mfumo huo katika kaunti ya Siaya. Haya ni baada ya yeye kuungana na mrengo wa Kenya Kwanza unaongozwa na Rais William Ruto. Out of 175 facilities in Siaya, we have registered 163 facilities. Out of a total population of about 900,000 a million, the people who have registered for SHA now is 335,000. Yeah, we're not amongst the top. But the interesting story is, in terms of the claims, is 101 million. So it's a good story, I must say. And it has improved our own source revenue also quite significantly. 001 FM Ukekimba. Kwengineko, shughuli zimepamba moto katika masoko ya mifugo wakati huu wameadhimishwa ili yanayokutanisha waumini wa ibada ya kuchinja. Waumini wa Kiislamu wanaendelea na maandalizi kwa ununuzi wa mbuzi, huku biashara zikishika kasi na maeneo ya masoko yakiwa yamefurika. Ingawa bei ya mbuzi zimepungua kutokana na idadi kubwa ya mifugo sokoni, wauzaji wamesema kuwa wanapata faida kutokana na wateja walio wengi. Mwanahabari wetu Christine anatuarifu kwa kina. Leo ikiwa ni siku ya Eid, sehemu mbalimbali hapa Mombasa, hasa katika masoko ya mifugo, zimeshuhudia shughuli nyingi, huku waumini wa Kiislamu wakiendelea na maandalizi ya ibada ya kuchinja. Kwa mjibu wa taswira inayojitokeza katika masoko mbalimbali, mabanda ya uzaji wa mbuzi yamekuwa na misururu mirefu ya wanunuzi wanaojitokeza kuchagua mifugo kwa ajili ya sikukuu. Ingawa bei za mbuzi zimepungua ikilinganishwa na kipindi cha kabla ya Eid, mahitaji yameongezeka, hali inayodhihirisha umuhimu wa ibada hii kwa waumini. Kwa majina naitwa Zuhair Abed, mimi ni mfanyi biashara. Huu msimu wa Eid huwa naleta mbuzi nikiuza kila mwaka. Tunashukuru, tuwapatia Eid njema kwa ndugu zetu wote Waislamu ambao leo wanasherehekea Eid. Kweli mwaka huu biashara kununua ilikuwa bei nafuu, kwa sababu watu walipata chakula, hawana ile dhiki ya kuwa mahindi yamepatikana. Ushaona, bei kidogo ilikuwa nafuu. Lakini tatizo huku mjini sasa, tukija huku mjini watu wanalia. Ushaona, it's like kama watu wa vijijini kidogo wako vizuri, watu wa mjini wako vibaya kiuchumi. Bani aka Yori, kuna shughuli zetu za leo za mbuzi. Naona alhamdulillah mambo mazuri na bei iko sawa. Kile kitu kiko sawa, kama mwaka jana ilikuwa kidogo iko juu, mwaka sasa kidogo imeshuka. Biashara zinafanyika katika mazingira ya utulivu na usalama, hali ambayo inafanya wafanyabiashara wengi wameisifia, wakisema inawezesha kufanya shughuli zao bila bugdha. Wamepongeza serikali kwa kuweka misingi bora ya biashara msimu huu wa Eid. Tunashukuru cooperation ya County Council of Mombasa, wameweza kutuunga mkono, kutupatia nafasi ya kufanya biashara vizuri bila usumbufu. Ila nawatakia sana Eid al-Hajj njema
na Mungu atuweke tuonane tena mwaka ujao. Nikiripotia 001 FM, jina langu ni Christine Wali. 001 FM Ukeke Mbamba. Na mtaniruhusu nikomee hapo kwa sasa, ikiwa ni dakika 11 zimeweza katika baada ya majira ya saa 10. Nitarudi hapa tena saa 11 kukuletea taarifa hizi na nyinginezo. Na hii ni 001 FM. Nimekuwa msomaji wako David Chitavi, na endelea kutegea 001 FM. 001 FM Ukeke Mbamba.